Siri zilizojificha kwa wengi kuhusu mila na desturi za kuvaa nguo nyekundu. Tangu zamani za kale, rangi zilikuwa zina maana kubwa katika maisha ya mwanadamu. Hazikutumika tu kwa ajili ya kupendezesha muonekano, bali pia kama lugha ya kimya inayobeba ujumbe wa kiroho, kijamii na kitamaduni. Miongoni mwa rangi zote, rangi nyekundu imeendelea kuwa moja ya rangi zenye nguvu zaidi katika historia ya binadamu. Katika tamaduni nyingi duniani, kuvaa nguo nyekundu hakukuwa jambo la kawaida tu, bali linahusishwa na ishara maalum: mamlaka, ulinzi, nguvu, mapenzi au hata onyo. Watu wengi huvaa nguo nyekundu leo kwa sababu ya mtindo wa mavazi, lakini wachache wanajua kuwa katika mila nyingi za kale, rangi hii imebeba maana nzito na mara nyingi inatumika katika matukio muhimu ya maisha. Nyekundu kama alama ya nguvu na ujasiri. Katika jamii nyingi za jadi, nyekundu inahusishwa na damu inaonekana kuwa chanzo cha uhai. Kwa sababu hiyo, mtu aliyekuwa amevaa nguo nyekundu mara nyingi anaonekana kuwa na nguvu, ushujaa na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Katika baadhi ya makabila ya Afrika, wapiganaji walivaa mavazi yenye rangi nyekundu kabla ya kwenda vitani. Iliaminika kuwa rangi hii inaongeza ujasiri na kuwafanya waonekane wa kutisha mbele ya maadui zao. Hivyo, nyekundu haikuwa tu rangi ya mavazi, bali ilikuwa ni ishara ya nguvu za ndani. Hata tukirudi leo katika tamaduni za Kimasai, tunaona Wamasai wanatumia rangi nyekundu katika mavazi yao au mashuka yao, na pia hata waganga wa kienyeji, waganga huwa wanatumia rangi nyekundu katika mashuka yao, japo sometime nyeusi na nyeupe. Lakini hayo yote, rangi nyekundu imebeba ujasiri na pia nguvu ndani yake. Rangi ya ulinzi dhidi ya nguvu mbaya. Mila nyingi duniani ziliamini kuwa rangi nyekundu inaweza kufukuza mikosi, pepo wabaya au nguvu asi. Katika baadhi ya maeneo, watoto wachanga waliwekewa vitu vyenye rangi nyekundu ili kuwalinda dhidi ya usda au macho mabaya. Imani hii ilitokana na dhana kwamba rangi nyekundu kali na yenye nguvu kiasi cha kuogopesha nguvu zisizoonekana. Hata leo, baadhi ya tamaduni watu huvaa nyekundu wakati wa sherehe au hafla maalum kama ishara ya kujikinga na mikosi. Nyekundu katika sherehe za ndoa. Katika baadhi ya tamaduni za Asia, katika baadhi ya tamaduni za bara la Asia, hususa katika nchi za Mashariki, rangi nyekundu imekuwa ikihusishwa na bahati njema, furaha na mafanikio ya ndoa. Mabibi harusi mara nyingi huvaa mavazi mekundu kama ishara ya mwanzo mpya wenye baraka na ustawi, tofauti na maeneo mengine ambayo nyeupe ndio rangi kuu ya harusi. Katika baadhi ya tamaduni, nyekundu ndio rangi heshima zaidi kwa sababu huwakilisha furaha, uzazi na mafanikio ya kifamilia, ishara ya upendo na hisia kali. Wataalamu wa mila na alama za kitamaduni wanaeleza kuwa nyekundu huhusiana na hisia kali kwa sababu huonekana kwa urahisi na kuvutia machoni mwa watu. Hii ndio sababu rangi hii imekuwa ikihusishwa sana na mapenzi. Katika tamaduni mbalimbali, mtu aliyempa mwingine zawadi yenye rangi nyekundu alikuwa anaonyesha hisia za karibu, upendo na heshima mkubwa. Hadi leo, maua mekundu na mavazi mekundu yanaendelea kuwa alama maarufu za mapenzi. Nyekundu kama ishara ya mamlaka. Katika historia ya falme nyingi, watu wa hadhi ya juu peke yao waliruhusiwa kuvaa mavazi yenye rangi nyekundu na yenye vivuli vyake. Rangi hii inaonekana kuwa ya kifalme kwa sababu inapatikana kwa gharama kubwa na haikuwa rahisi kutengenezwa. Kwa hiyo, mtu alionekana amevaa mavazi mekundu katika baadhi ya nyakati za kale alitambuliwa kuwa ni mtu mwenye heshima, kiongozi au mwenye mamlaka makubwa katika jamii. Kwa nini watu wanaeleza kuvutiwa na nyekundu? Kisayansi, rangi nyekundu ni mojawapo ya rangi zinazovutia macho haraka zaidi. Hii ndiyo sababu hutumiwa katika alama ya tahadhari, matangazo na mavazi yanayotaka kuonekana kwa urahisi. Kisaikolojia, nyekundu huhusishwa na nguvu, kujiamini, shauku, ujasiri, msisimko, uongozi. Hivyo hata bila kujua historia yake, watu wengi hujihisi wenye kujiamini zaidi wanapovaa mavazi mekundu. Siri ambazo wengi hawazijui. Mojawapo ya siri kubwa kuhusu rangi nyekundu ni kwamba hubadilika kulingana na mazingira na tamaduni. Mahali panapo
Bidi inaweza kuaminisha furaha, lakini sehemu nyingine inaonekana kama ishara ya tahadhari au mabadiliko makubwa. Hii inaonyesha kuwa rangi ya mapambo ni lugha ya alama ambayo inaweza kutumika kwa maelfu na miaka kuwasilisha ujumbe ambao wakati mwingine hauhitaji maneno. Hitimisho, mila ya kuvaa nguo nyekundu zina historia ndefu, inavuka mipaka ya bara, dini na makabila. Kwa wengine ni alama ya nguvu, kwa wengine ni kinga dhidi ya mikosi, na kwa wengine ni ishara ya mapenzi, furaha na mamlaka. Ingawa dunia sasa imebadilika, namna inavyotizama rangi nyekundu bado inaendelea kubeba ujumbe mzito unaogusa hisia za imani za watu wengine. Kwa hiyo, wakati mwingine unapomwona mtu amevaa nguo nyekundu, kumbuka kuwa huenda rangi hiyo ikawa zaidi ya mtindo wa mavazi. Inaweza kuwa ishara inayobeba historia, utamaduni na maana zilizojificha ambazo wengi hawazijui. Kwa leo tuishie hapa. Ulikuwa nami Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Umejifunza nini kuhusiana na rangi nyekundu? Japo kuna wengine wanasema kwamba ukivaa rangi nyekundu afu ukakutana na radi, basi imekula kwako. Lakini kwa upande wa tamaduni, wengine wanasema kwamba inazuia baadhi ya mikosi, hata nuksi. Ila wewe umejifunza nini kuhusiana na rangi nyekundu? Je, mavazi haya yana changamoto gani? Unaeleza hapo kwenye komenti, uniambie umejifunza nini kuhusiana na rangi nyekundu. Endelea kufuatilia, kumbuka kusubscribe ili kujiunganisha nasi kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Unasubiri kengele, unabonyeza hapo, utakuwa umejiunganisha nasi, na kila tunapotoa makala mengine basi unakuwa wa kwanza kuyapata. Asante, muwe na siku njema.